Daniel, naomba leo usichelewe kurudi. Nimechoka sana na hizi kazi zote za nyumbani. Najua Amina, hata mimi naona unajitesa sana. Si bora tuajiri mtu wa kusaidia? Labda, nimechoka sana. Tutapanga. Nilikuwa nafikiria hilo, lakini si unajua tena kuingiza mtu ndani ya nyumba si kitu rahisi. Tutapata mtu mzuri tu, usijali sana. Sikiliza mlango. Ngoja niende nione. Shikamoo dada, naitwa Rehema. Nimeambiwa mnahitaji mtu wa kazi. Una uzoefu wote wa kazi za nyumbani? Ndio dada, nimewahi kufanya kazi kwa miaka 2 na nahitaji sana kazi. Niambie kukuhusu. Natokea Nzega, Tabora. Ni binti wa mzee Mashaka Lungwecha. Nimekuja kutafuta maisha. Nilifanya kazi za ndani Tabora mjini na nimeamua kubadili mazingira. Hapa Mwanza umefikia kwa nani? Niko kwa mama mdogo hapo Mabatini dada. Naomba nipe kazi, sitakuangusha. Sawa. Huyu ni nani? Anaitwa Rehema. Nadhani anaweza kutusaidia kazi za nyumbani. Shikamoo kaka. Marahaba. Sikujua ni kwa nini, lakini ile namna Daniel alivyomtazama Rehema kwa mara ya kwanza ilinifanya nijisikie vibaya kidogo, lakini nilipuzia. Unaonaje kuhusu yule msichana? Yuko sawa tu, kama atafanya kazi vizuri mwache akae. Naam, naona ni mpole sana. Siku hiyo ilikuwa mwanzo wa kitu ambacho sikukitarajia kabisa, na ndani ya nyumba yangu mwenyewe kulikuwa na siri iliyokuwa inaanza kuota mizizi. Sikujua kwa msichana niliyempa kazi siku hiyo hakuwa amekuja kwa bahati mbaya. Alikuwa na sababu, na sababu hiyo kwa karibu kunivunja moyo wangu kabisa. Rehema alianza kuonyesha kile ambacho kila mwanamke angependa kwa mfanyakazi wa nyumbani. Alikuwa mtiifu, mchapakazi na mwenye heshima, lakini nyuma ya unyenyekevu wake kulikuwa na kitu ambacho sikuweza kukielewa. Rehema, umeamka saa ngapi leo? Saa 11 alfajiri dada, nitaka imalize kazi mapema. Wewe ni mchapakazi sana, hata sijawahi kukuona ukilalamika. Kazi ni kazi dada, nikifanya vizuri nitaishi vizuri. Rehema, ukimaliza kafue nguo zangu ziko nje. Sawa dada. Rehema, ndio dada. Au basi endelea tu na kazi. Sawa dada. Karibu sana kaka Daniel. Asante Rehema, unaonekana umezoea kazi haraka. Nafurahi nikifanya mambo yaende vizuri hapa nyumbani. Ndio, umefanya vizuri sana. Kaka Daniel, leo nimepika chakula chako unachokipenda. Unajua ninachopenda? Nilisikia ulivyokuwa unaongea siku ile. Basi umefanya vizuri sana. Rehema, unakumbuka hata vitu vidogo hivyo? Ndio dada, napenda kujifunza kila kitu kinachofurahisha watu wa hapa nyumbani. Sawa, ndio maana tunakupenda. Hiyo ni nzuri sana. Daniel, unaona kama Rehema anafanya mambo tofauti kidogo? Tofauti kivipi? Sijui, kuna namna na kuangalia. Amina, unawaza sana. Yeye ni mfanyakazi tu. Labda. Nitafanya tu. Muda bado haujafika. Rehema? Unazungumza na nani? Sio lolote, ni simu tu. Dada, umeniogopesha. Ulikuwa unaongea na nani? Hapana, nilikuwa najiambia tu mambo ya kazi. Alikuwa mtiifu kupita kiasi na karibu sana na mume wangu, lakini nyuma ya tabasamu lake kulikuwa na mpango. Na siku hiyo usiku nilianza kuhisi kwa mimi sikuwa salama tena ndani ya nyumba yangu. Rehema, leo umeamka mapema sana tena. Ndio dada, nitaka nimwandalie kaka Daniel kifungua kinywa kizuri. Kila siku namjali sana mume wangu . Ni wajibu wangu dada. Napenda kila kitu kuwe sawa kabla kaka Daniel hajamka. Unamjali sana Daniel Ni kama kaka yangu tu, lazima nimjali. Wow, hiyo tumeandaa wewe? Ndio kaka Daniel, nilitaka leo anze siku vizuri. Asante sana. Amina, umemwona huyu msichana aliyomchapa kazi? Ndio, ni mchapakazi sana. Ndio naona. Chai yako nimekuweka sukari kidogo, ulisema hupendi tamu sana. Unakumbuka hadi hivyo? Nikikusikiza vizuri nitakumbuka kila kitu. Dada, nimekuwekea chakula cha mchana tayari. Asante Rehema, leo nitachelewa kidogo kurudi. Mpaka saa ngapi hivi? Labda usiku, kuna kazi nyingi. Sawa dada, usijali, nitahakikisha kaka Daniel anapata kila kitu anachohitaji. Ndio, hakikisha tu kila kitu kiko sawa. Nitafanya hivyo. Asante, naondoka sasa. Aya, nenda salama. Kaka Daniel. Ndio Rehema. Nimeona uko bize sana, nimekuletea juisi kidogo. Asante. Unachoka sana. Kila siku kazi. Ni kawaida tu, maisha ndio haya. Sio kawaida, wengine wanahitaji kupumzika pia. Rehema, unaongea kama mtu alinijua kwa muda mrefu. Labda inakuja kuliko unavyofikiria. Kaka Daniel,
Unaweza kuniambia kitu? Nini? Unapenda kuwa na mtu anayekujali au mtu anayekuelewa? Vyote viwili. Na kama ukipata mtu anayefanya vyote? Rehema, si sawa. Kwa nini si sawa? Huyo ni dada anaondoka. Mume wangu umeshindaje? Salama mama, za kazi? Nzuri, but I'm tired. Pole mama. Mume wanga, does our maid treat you well? Ndio, hana tatizo. Sawa mume wangu, naenda kufresh up. Sawa. Chakula kipo tayari. Tunaona. Kaka Daniel, leo nimepika unachopenda tena. Kila siku najua anachopenda. Ninajifunza dada, ili kila mtu afurahi. Rehema, ni majukumu yangu kujua mume wangu anapenda nini. Kazi yako ni kuandaa anachokwambia tu. Sawa dada. Asante. Hello. Ray, umefikia wapi? Naendelea kukamilisha mpango. Soon mama, soon. Tukutane muda huu. Nimeshajiandaa na kuja. Kwa makini wasikone. Sawa, njoo. Hujambo, uko tayari? I know you value me, I depend on you, I know you will never let me down. Always remember I will do anything for you. I won't let you down mama. Una uhakika haujaonekana, tusije haribu mambo. Trust me, niko makini. Driver, niache Susu Club. Umefikia wapi? Nimeanza kuchukua hatua kadiri ya mpango wetu. Kuwa makini, usijulikane ili tufikie malengo. What is our next step? Hakikisha anaingia kwenye 18 zako. Put him under your spell first. Unafikiri itawezekana? He loves her. Trust me, it will work. Watoto hawajambo. Ndio, wako sawa. They just misses you a lot. Tell them I will be there soon. Nawapenda. You better get going, muda umeenda. Sawa, naenda. Text me when you get home. I will. Bye. When I'm done with this family, watakuwa wametoa jasho la nywele. Watalipa kwa kila hatua. Huyu mwanamke anadhani mimi ni mjinga. Wait and see. Rehema fua nguo, Rehema fagia, Rehema pika. She can't even move a finger. Oh, Rehema, calm down. Nitakutoa humu ndani, utakalia kama mbwa mwitu. Must climb this fragile dance.